Hebu mkabidhi Bwana maisha yako, mwambie Bwana, nimeacha kuwa mtumwa wa dhambi, kwa sababu wewe ndio na maamuzi. Bwana ameumba njia mbili leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mara nyingine tena Bwana kanijalia kuwa machoni pako. Ninayo habari njema, ambayo hiyo habari njema ndiyo imetuweka huru. Ni neema ya Mungu leo kuwa machoni pako, na naweza nikasema kwamba ni uwezo wa Mungu ambao umenifanya leo kuwa machoni pako. Pia niwashukuru sana wale ambao mmekuwa mkinisapoti na kunitia moyo na kuendelea kuisapoti kazi ya Mungu, na vile vile kuendelea kuieneza habari njema, kwa sababu malengo yetu na madhumuni yetu ni watu wote waijue kweli. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, niwaombe tusambaze habari njema, niwaombe tutiane moyo, niwaombe tufikishe ujumbe huu kwa kila mmoja, kwa sababu ninajua atakayeusikiliza kuna sehemu utamuhamisha au kuna sehemu utamchukua na kumpeleka sehemu nyingine. Habari leo nilionayo ni habari njema ambayo nataka tuzungumzie, au kama utakuwa na sehemu yoyote ya kuandika, unaweza ukaandika kwamba kichwa cha somo ni ukweli. Kwa nini tuzungumzie ukweli? Ukweli una kitu gani ndani mwake? Kwa nini leo tuzungumzie ukweli? Biblia inasema kwamba ukweli, mtu asemaye ukweli hakika atakuwa huru. Kwa hiyo ukweli unahitajika ndani ya maisha yetu tunayoyaishi. Ukweli unahitajika ndani ya familia zetu. Ukweli unahitajika kwenye kazi zetu. Kwa hiyo leo nataka tuzungumzie habari ya ukweli. Ukweli ni kiumbe ambacho wanadamu wamekidharau sana. Wamekitumia kama silaha ya kumwangamiza ndugu. Wameutumia ukweli kama kumwangamiza mtu fulani, wakijificha, yani ni uongo uliojificha ndani ya ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ukweli ni kitu gani? Kwa nini leo tuzungumzie ukweli? Na ukweli ni kiumbe cha namna gani? Watu huongea uongo na kujificha kwenye ukweli. Watu hutumia uongo kwa kujificha kwenye ukweli. Ndio maana utakuta watu wakiumizwa ndani ya mioyo, kwa sababu wameutumia uongo kwa kujificha kwenye gongo la ukweli. Tujifunze. Acha nifungue Biblia tuende kujifunza. Tuanzie hapa. Ukweli utawaweka huru kweli kweli. Kwa hiyo ukisema ukweli, ukweli unakuweka huru kweli kweli. Kwa nini tuzungumzie ukweli? Kwa nini ukweli unamweka mtu huru? Kwa nini ukweli unamfanya mtu kujisikia mtu wa furaha? Kwa nini tuzungumzie ukweli? Anasema kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya 8 mstari wa 32, nitasoma hapa. Biblia inasema, tena mtafahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Anasema tena mtafahamu, na hiyo kweli itawaweka huru. Kweli ni nani? Kweli ni kitu gani? Ni kitu gani ambacho kitawaweka huru? Anasema nanyi mtafahamu hiyo kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wameficha kweli na kuzungusha uongo. Wameficha kweli, kweli ndani mwao haimo. Ilishakapotea kweli. Anaendelea kusema hapa, ni kitu gani kilichofanya kweli kupotea? Ni kwa sababu ya dhambi. Dhambi ndio imefanya kweli kupotea. Dhambi ndio imefanya dhambi ndio imefanya kweli kupotelea mbali, kwa sababu kweli ikiwa ndani mwako, dhambi haiwezi kutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhambi humfunga mtu kuwa mtumwa. Kwa hiyo dhambi ndio inayomfunga mtu kuwa mtumwa. Kwa hiyo dhambi kisha kufunga unabaki kuwa mtumwa. Dhambi kitu inachoanza nacho kufunga, kumbuka dhambi huanzia kichwani. Dhambi ni kwenye fikra. Dhambi ni kwenye ubongo. Shetani anachokifanya ni kuiba fikra. Kwa hiyo dhambi kisha tawala ndani mwako, kweli inapotea. Unabaki tu wewe ni mtu uliyepoteza kweli. Anasema, acha nisome kitabu cha Yohana
sura ya 8 mstari wa 34. Biblia inasema, Yesu akawajibu, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kwa hiyo kila mtu atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Lakini kwa nini uwe mtumwa wa dhambi? Hebu fungua ufahamu kwa nini uwe mtumwa wa dhambi. Kwa sababu anasema kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Lakini unajijua kuwa wewe ni mtumwa wa dhambi? Unajijua kwamba wewe ni mtumwa wa dhambi? Kwa nini uifanyie dhambi? Kwa nini uwe mtumwa wa dhambi? Hebu fungua ufahamu. Bwana anahitaji umtumikie. Bwana anahitaji kweli, kwa sababu kweli ndio itakuweka huru. Acha kuishi kwenye mizigo, acha kuishi kwenye hatia, kwa sababu dhambi humfunga na kumfanya mtu kuwa mtumwa. Kwa hiyo ndani mwako unabaki kuwa siku zote ni mtu wa hatia. Wewe chukulia mfano, ukiwa umeiba kitu cha mtu, ukiwa umemdhulumu, wewe utakichukua kwa wakati ule, utajifurahisha, lakini nafsini mwako itakaa siku zote inakusuta. Wewe waulize tu ambao wanatoa kafara, ambao wamekwisha kutoa ambao wanatoa kafara za watoto, za vitu za wake zao. Waulize watu ambao wametoa watoto wao kwa kafara. Kwa hiyo wakati ule anafanya vile, atafanya kwa manufaa yake, kwamba ajifurahishe nafsi yake, lakini aendako, akaapo, alalako, nafsi yake itakaa inamsuta. Amen. Kwa hiyo hata ukiwa umedhulumu mtu, nafsi yako itakusuta. Hata ukiwa umeua, hata ukiwa umejambazika, hata ukiwa umefanya umalaya, umefanya ukahaba. Kwa hiyo fanya ufanyavyo, nafsi yako itakusuta, kwa sababu hivyo vitu si vyako. Umefanya kitu ambacho hakiko kwenye asili yako. Bwana Yesu asifiwe. Umetoka nje ya ndoa, umemsaliti mkeo, umesaliti mume wako, umefanya vituko. Wakati ule unafanya ni kwamba utajaribu kuifurahisha nafsi yako, lakini nafsi yako itaendelea kukusuta. Hebu toka, ache kuwa mtumwa wa dhambi. Hebu sisimuka, utoke huko uliko, utoke kuwa mtumwa wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninayo amani sana, kwa sababu kweli imeniweka huru kweli kweli. Anaendelea kusema Yesu ndiye kweli. Haleluya. Kumbe kweli ni Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu ndiye kweli. Kwa hiyo unatakiwa kumwamini Kristo, kumwamini Yesu, ukatoka kuwa mtumwa wa dhambi, ukaishi maisha matakatifu. Inawezekana kuwa mtakatifu na ukatembea katika kweli, kwa sababu kweli hiyo imekuweka huru. Acha nisome. Anasema kitabu cha Yohana ile sura ya 14:16, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Kwa hiyo naye anasema atamuomba Baba, atatupa msaidizi, ili kwa lengo la kuishi ndani mwetu milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba tunayo amani kubwa, tunayo furaha kwa kuishi na Baba milele. Hatupungukii. Chochote kile tunachokihitaji utupatie, kwa sababu yu ndani mwetu. Anaendelea kusema hapa, kwamba neno la Mungu hutuweka huru kweli. Neno la Mungu hutuweka huru kweli. Kwa hiyo neno la Mungu ukilijua, linakuweka huru kweli, linakutoa kwenye mizigo, linakutoa mizigo ulionayo. Watu wamebeberea mizigo, wamebeberea mizigo ndani mwao, wamebeberea uchawi, wamebeberea fitina, wamebeberea vitu ambavyo ni vya kitofauti. Kwa hiyo acha kuwa mtumwa wa dhambi. Hebu mpokee Bwana, hebu mkabidhi Bwana maisha yako, atawale. Utoke, uache kuwa mtumwa wa dhambi, uanze kumtumikia Bwana, uanze kutembea katika Bwana, uanze kuishi maisha matakatifu. Anaendelea kusema kidogo hapa, anaendelea kusema, acha nisome hapa. Tusome kitabu cha Zaburi. Anasema utakapompokea Bwana, ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi ile sura ya 119 mstari wa 105, anasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kwa hiyo neno la Kristo ni taa, litakumulikia uendako, litakumulikia upitako,
litakumulikia ulalako, litakumulikia sehemu yoyote utakakokwenda, kwa sababu neno la Mungu ni taa, litakumulikia, litakuangazia. Kwa hiyo habari njema nilionayo kwako leo, hebu mkabidhi Bwana maisha yako, mwambie Bwana, nimeacha kuwa mtumwa wa dhambi, kwa sababu wewe ndio na maamuzi. Bwana ameumba njia mbili leo, amekuwekea njia mbili leo uchague. Kwa hiyo wewe ndio na maamuzi ya kuchagua na kusema nitaingia katika njia hii, nitapita katika njia hii. Hebu mkabidhi Bwana maisha yako atawale. Hebu acha kusema uongo, hebu acha kusema uongo kwenye mazingira yoyote ulionayo, yawe ni mazingira ya kazi, yawe ni mazingira ya familia, yawe ni sehemu yoyote unakotembea, unakoishi. Hebu ishi maisha matakatifu ya kusema ukweli, kwa sababu kweli imetuweka huru, kwa sababu kweli ni Kristo. Ishi maisha matakatifu na Bwana wa mbinguni atasema nawe, na Bwana wa mbinguni atatembea nawe, na Bwana wa mbinguni ataiona kweli iliyomo ndani mwako. Haleluya! Sehemu yoyote ulipo unaweza ukashangilia, unaweza ukasema amina, kwa sababu Bwana yu nawe siku zote za maisha yako. Amen.